Kama umetuona punguani, si ndio? Utuambie sisi tumenuna kwa sababu tumepigwa na waume. Tumenuna kwa sababu ya madeni ya vikoba, si ndio? Ndio maneno yetu haya. Tumesimama tuli kama nguzo za umeme. Tumevaa irizi na bado tunataka tufanyeje? Turuke. Maneno ya aina hii yakome kwa jina la Yesu. Sio maneno ya ibada, sio maneno ya madhabahu. Hivi unajua hata mchungaji sio kwa sababu ni mchungaji wa kanisa anaweza kuongea chochote anachojisikia. Hapa pana miiko. Madhabahu hapa pana miiko. Pana vitu hauwezi kufanya ukiwa hapa. Tuko pamoja? Usiongee. Na tena mimi nawaambia hata kanisani kwetu wanawaambia. Kuna watu wametulia kule, hiki tunachokifanya wanaweza kukifanya vizuri kuliko sisi. Vizuri sana. Ukibugi wanajua. Ukiimba vibaya wanajua. Na wanajua ambacho ulitakiwa ufanye. Ni vile tu Mungu wewe amekupa neema wakati usimame mbele yao. Na wao sio kwamba wanakuheshimu wewe sana. Wanamheshimu Mungu sana kiasi kwamba wanakubali wewe pamoja na madhaifu yao waongoze. Wanajua kabisa hutoshi hapo ulipo. Lakini wanamheshimu Mungu na wanajua wewe umepewa neema wakati huu. Kwa hiyo wanafuata maelekezo yako. Usijipe uhuru uliopitiliza. Na ndio maana tunasema watu wajae neno. Kwa sababu tunayemwimba yuko kwenye hili neno. Na unawaambia watu tusimame tumsifu Mungu. Ya nini kuniambia maneno ya mtaani? Kwa nini usimseme Mungu? Shida ni Mungu unamjua kidogo sana. Hauna mengi ya kuzungumza kwa habari ya Mungu. Hauna. Kwa hiyo unaongea mambo ya mtaani. Kama ungekuwa umejaa neno, ungejua ni kweli watu wana shida. Mimi huwa nasema hivi. Kama kweli mtu amekuja kanisani na anairizi, tuseme ni kweli, maana kanisani si wanakuja watu wote. Amekuja na anairizi. Kwani wewe inakuhusu nini? Wewe ni mganga wa kienyeji? Wewe ni mwaguzi? Na kama unaweza kuwa na maiki na umepewa madhabahu hapa, na kuna mtu anairizi kule na akatoka nayo bila shida, unafikiri mwenye matatizo ni nani? Ni wewe unayeongoza. Wewe ndio una shida. Kabla hujaanza uaguzi, jiague wewe kwanza. Jiague. Lazima ujiulize, hivi inawezekanaje mtu anairizi? Na mimi ndo nimepewa nafasi hiyo, chance hapa. Si irizi ni nguvu za giza. Wewe una nguvu za Mungu. Thibitisha sasa. Thibitisha. Tumesikiaga sisi stories za wachawi waliokuja kuroga kanisani na wakajisalimisha, walianguka pale na walikuta kwaya inaimba. Wewe unafanya uganga tu hapa madhabahuni. Uaguzi. Si mwenye shida ni wewe. Si ndio? Jiague. Jiague ni wapi una shida. Kama ungekuja hapa, na ndio maana lazima tushuke sana ili Mungu apate nafasi ya kuinuliwa. Ukija madhabahuni, jaa neno la Mungu. Yohana sura ya 6 mstari wa 63 anasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Anasema maneno haya niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Neno la Mungu limebeba uzima ndani yake. Na ndio maana tunakutaka ujae neno la Mungu, kwa sababu wewe unaposimama hapa pamoja na kuwa unaongoza watu katika ibada, maneno yako yana uwezo wa kuambukiza uzima ndani ya watu. Ujae neno. Ukisimama hapa, anza kumzungumza Mungu. Hawa watu wana hayo matatizo yote wanayoyasema. Wana madeni ya vikoba, ni kweli kabisa. Wengine wamepigwa na waume zao, ni kweli kabisa. Wakija hapa kanisani, hawategemei wewe waambie yale ambayo tayari wanayafahamu. Kama ni amepigwa, si anajua amepigwa. Ukimkumbusha kwamba amepigwa, ilimsaidia. Amenuna na huzuni, moyo umeinama, si anajua anachopitia. Inamsaidia wewe kumkumbusha kwamba umeinama na una huzuni, unateseka. Unatakiwa ukisimama hapa
uwaeleze yule mwenye matumaini ya kwamba pamoja na kuinama kwao, pamoja na kwamba walipigwa jana, pamoja na kwamba wana madeni ya mikoba, pamoja na kwamba wanapitia shida na matatizo, lakini hapa yuko Mungu. Mseme huyo Mungu ili watu wajue mahali niko salama. Niko salama. Ni kweli nyumbani kuna shida, lakini hapa niko nyumbani mwa Bwana, mahali pa usalama wangu. Ndio maana nawaambia mwimbaji, kiongozi wa ibada, wewe hauongozi nyimbo, unaongoza ibada. Ibada na vitu vingi ndani yake. Nyimbo ni sehemu kidogo sana. Tumekuwa na ibada, nimeziona mara nyingi sana, ambazo mnaandaa listi ya nyimbo 10, halafu hauimbwi hata huu mmoja, na watu wanaabudu chapa. Hakuna wimbo ulioimbwa. Hakuna. Kuna mtu anayemjua Mungu amesimama akamsema Mungu alivyo. Unajua issue ya Mungu ni asemwe. Yaani umseme Mungu yuko hapa. Ndio maana tunataka watu wanaoruhusiwa kuja huku, hata kama wasingekuwa wanalipenda neno, walazimishwe. Kuna wakati mwingine mtoto anakataa kunywa uji, tunamlazimisha wakati mwingine kwa makofi, unampiga kidogo, anafungua mdomo, unaweka kijiko. Kwa sababu tunajua wewe umepewa kazi, dhamana uliyopewa hapa, hauwezi kupeana talaka na neno na ukawa salama.